24 hii leo, hospitali nyingi za umma zimeendelea kusalia mahame. Wagonjwa wasioweza kumudu ada ya hospitali za kibinafsi sasa wanafurika katika hospitali za mishonari. Nyingi ya hospitali hizo sasa zimelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Hospitali ya mishonari ya Mwihila imeomba serikali ya kaunti na serikali kuu kusaidia ili iweze kuwahudumia wagonjwa hao inavyofaa. Willy Lusige anaarifu kwa kina. Hospitali nyingi za umma hususan eneo la magharibi zimesitisha shughuli zake. Katika kaunti ya Kakamega hali pia ni kama ilivyo katika kaunti nyingine jirani, huku wagonjwa waliokuwa katika hospitali hizo na wagonjwa wa sasa ikiwabidi kukimbilia hospitali binafsi, ikiwemo hospitali hii ya Mwihila katika eneo la Khwisero, ambapo tumezuru leo na kupata mamia ya wagonjwa zaidi ya idadi ambayo wamekuwa kitibu wakiwa sasa wamefurika hapa, na changamoto kubwa ikiwa kwamba hospitali nyingi hizi za kibinafsi hazikuwa zimejitayarisha kuhusiana na mkurupuko wa wagonjwa kama ilivyo sasa, na kuomba serikali kuu pamoja na serikali za kaunti kujaribu kuwasaidia ili kuweza kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wagonjwa wanaoshuhudiwa kwa sasa. As a facility, we felt the effect of the strikes in the public facility. Many a times we've always received calls from the health centers in case of referrals. And again, we've also noted that the number of the patient inflows has also increased as a result of the ongoing nurses and clinical officers strikes. As a facility, we handle an average of 50 patients per day. And I'm happy to report that we can confidently handle them. We also take care of the general patients. All manner of surgeries are being done here. As a facility, we are working with partnerships with other surgeons, so that again helps us identify the surgical cases which we can confidently do in this place. Also in the program of seeing the patients on an outpatient basis. So that's why you realize that most of the time the flow of the patient is consistent. The challenge which we have as a facility is the financial constraint. The financial constraint, and more so this is very common with patients who are not able to access or get access to NHIF treatment. So many a times as a facility, we've always ended up waiving the bill, which again is not so usual with a faith-based institution. Most of the time we've also done a bill agreement, which most of the time 90% of them has not been honored. That becomes a challenge. We are really appealing to His Excellency the Governor, CPA Oparanya, so that the road from Isunya to Musoli should be tarmacked. I think that one will also help patients who are coming here reach the facility with a lot of we can reach the facility with a lot of ease. Pia hospitali hii ilikuwa na mradi ambao ulikuwa ni wa shule ya mafunzo ya kuwafunza wauguzi, mradi ambao ulisitishwa miaka ya nyuma kutokana na usimamizi mbaya. Hospitali hii sasa ikililia serikali kuu kuisaidia ili kuweza kufufua mradi huo, kuhakikisha kwamba kuna wauguzi na wale maafisa wa afya wanaohitajika kuweza kuwasaidia wagonjwa kunapotokea tukio la wingi wa wagonjwa kama ilivyo sasa, kutokana na mgomo ambao umesababisha wengi wa wagonjwa kugura hospitali za serikali na kuhamia ama kukimbilia kupata faraja katika hospitali binafsi kama hizi. Just behind me you can see that we had a classroom and the students hostel. So this facility can accommodate up to 100 students should the nursing school resume. We have a capacity to hold around 100 students comfortably. Na mtazamaji, tukielekea mwisho wa mwaka, ni kuwa kwa kawaida wakati wa mkesha wa mwaka mpya waumini hufurika kanisani ili kusherehekea mwaka mpya.